Welcome back katika episode yetu mpya ya Wanangu Podcast. I am your host Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Nikukaribisha katika episode ya 75 ya Wanangu Podcast ambayo imejikita katika kuchambua wimbo unaofahamika kama Mbuzi kutoka katika album ya A Father Figure ya kwake Disaster Vina iliyotoka mwaka 2024. Disaster Vina anaonekana kuwa ni jamaa fulani ambaye yuko low key. He has this very mysterious persona ambayo in my opinion nafikiri inamsaidia sana katika kufanya kazi zake zijieleze zenyewe pasipo yeye kuongea sana. Ukitoa mashabiki, jina lake utalisikia midomoni mwa watu ambao wamefanya vizuri sana katika hip hop ya Tanzania, ukizungumzia Professor J, Fid Q, Wonder Incredible na wengine wengi. Tuzo zake nyingi zimekuwa zikijikita katika kutoa nafasi ya majadiliano katika jamii ya katika mada kama za malezi, matumizi ya madawa ya kulevya, jinsia, umasikini, matabaka na kadhalika. Disaster Vina ndio ambaye tunachambua wimbo wake leo unaofahamika kama Mbuzi kutoka katika album ya A Father Figure. Wimbo huu unaplay kwa dakika 5 na sekunde 2 na ni wimbo ambao upo kwenye beat ambayo iko very simple, ambayo inawezesha mchanaji kuweza kusikika vizuri. Kila neno ambalo analitamka linasikika vizuri na unaweza kuelewa kirahisi kabisa kitu gani anazungumzia. Ni wimbo ambao una verse 3 lakini hauna choruses. Ni wimbo ambao unasikiza verse ya kwanza ndio unapata nafasi ya kureflect kidogo kile ambacho kimetokea katika verse ya kwanza au ulichokisikia katika verse ya kwanza, and then unasikiza verse ya pili, and then unapata nafasi ya kureflect kidogo, and then unasikiza verse ya tatu. So hiyo ndio structure ya wimbo. Iko very simple na hakuna kitu kigumu kukisikia au kitu ambacho hakieleweki. Pengine ni very straightforward, very simple, lakini unapata ujumbe ambao mchanaji amekuwa amekusudia wewe kuupata. Kabla jenda kuzungumzia uandishi wa Disaster katika wimbo huu, nadhani ni muhimu sana kumention kitu ambacho mimi nadhani kinamtofautisha Disaster Vina na watu wengine wengi. Nao ni uchaguzi wa mada, his choice katika subject matter. Kwa sababu ndio wasanii wawili wanaweza kawa wote wakizungumzia kuhusu upendo kwa mfano. Kama kwenye wimbo huu Disaster Vina anazungumzia upendo, lakini namna ambavyo anazungumzia upendo yeye ni from a philosophical point of view. Mada zake nyingi ukisikiza album zake zinajirudia katika kujiuliza maswali ya kimsingi ya kifalsafa ambayo yamekuwa yakikosa majibu kwa karne nyingi sana. Maswali kama je, kuna muumba aliyeumba vitu vyote? Je, kuna mwanzo wa maisha ulikuwaje? Kwa nini tuna exist? Mwanzo kama je, tuna uhuru wa kufanya chochote tunachokifanya kama binadamu? Do we have free will? Umeona? Kwa hiyo Disaster amekuwa akijiuliza sana hayo maswali. Yani ndio philosophical underpinning ya kazi zake nyingi ukizisikiliza. Kwa hiyo licha kwamba anaanza kuzungumzia kitu cha kawaida kama umasikini au akazungumzia kitu kama upendo ambacho watu wengi pia wanazungumzia, lakini he has that philosophical point of view ambayo inamtofautisha na wasanii wengi in my opinion. Kwa hiyo naona mara nyingi watu wakimsifia wanamsifia jamaa anaandika sana. Ni kweli anaandika sana, but he has a philosophical point of view kwenye vitu hata vile ambavyo sisi tunahisi tayari tunavifahamu. He questions them. Na mfano wa hivyo ni katika wimbo huu wa upendo nauita upendo kwa sababu unahusu upendo. Wimbo huu wa Mbuzi ambao upo katika album hii ya A Father Figure, ambayo ni kitu cha kawaida na kizungumzia upendo ambacho kila mtu anadhani anaelewa what love is, kama upendo ni nini, lakini maswali yanayokuja kuuliza katika wimbo huu ndo unaanza kujiuliza kwamba okay, do I really know what love is? Umeona? Kwa hiyo huo ndo utofauti ambao unauona Oga yeye anajitofautisha na wasanii wengine katika kuchagua zile subject matter zake, kuchagua zile mada ambazo anataka kuzungumzia na namna ambavyo anataka hizo mada na anavyozizungumzia. So I think that was very important to mention unapokuwa unamzungumzia Disaster Vina. Pia at this point I think it's obvious, lakini nafikiri ni muhimu kumention kwamba jamaa ana uwezo mkubwa sana wa kusimulia, to tell a story. Tukisikiza album yake ya pili inaitwa The Verteller, ambayo maana yake ni a storyteller au msimuliaji. So yeye mwenyewe anajua kwamba ana hicho kipaji na anafanya vizuri sana katika kusimulia. Anaenda kusimulia kitu unahisi kabisa kama unakiona. Nyimbo nyingi za Disaster ukisikiliza hazina official videos hizi ambazo anasimulia, lakini kusikiza tu wimbo peke yake unahisi kabisa umeona video. Yani unahisi kama sio tu kuona video, ni kama ulikuwepo umeshuhudia hilo tukio kabisa. So ana uwezo mkubwa sana wa kusimulia. Na usimuliaji hauji hivi hivi. Usimuliaji unaambatana na umahiri wa lugha, kwa sababu huwezi kusimulia bila kutumia lugha. Sasa hiyo lugha ambayo unaitumia kusimulia inabidi wewe unaijua vizuri namna ya kuchagua maneno, neno gani uliweke wapi ili ilete
impact gani katika usimulizi wako. Kwa hiyo amemaster vizuri sana hii sanaa ya usimuliaji, lakini kupitia lugha ambayo pia anaitumia vizuri sana kwenye nyimbo zake ili kufikisha ule ujumbe ambao anataka kufikisha. Speaking of ujumbe, pia ni muhimu sana kumention kwamba Disaster Vina anawasilisha kile chote ambacho anataka kukiwasilisha bila kujali kwamba wimbo una dakika ngapi. Huyu jamaa ana nyimbo ambazo zina dakika 7, zina dakika 8. Kwa mfano wimbo ambao tunauchambua leo una dakika 5 kama nilivyokuambia. Kwa hiyo kwa standards za kawaida za biashara ya muziki, mara nyingi siku hizi nyimbo zazidi kupungua urefu. Unakuta mpaka na dakika 2 na sekunde kadhaa, lakini au standard ni dakika 3 fulani hivi. Lakini yeye unakuta kama wimbo una dakika 5, which means mimi ninavyoelewa ni kwamba anataka kusema kile chote ambacho anataka kusema bila kujali kama kita affect biashara au la. Of course simaanishi kwamba hazingatii upande wa biashara, lakini hafanyi ile biashara iweze kucompromise ile kazi ambayo anaifanya. He is true to his artistry. Ndo nachojaribu kusema kwamba he is true to his expression, kwamba hiki ndo ambacho nataka kukisema, and when 16 is not enough, I will keep going until nimefanya kile kitu ambacho nataka kukifanya. So I think that is very important to mention katika ulimwengu wa sasa hivi ambao kila kitu anachokifanya anataka make sure kwamba kinakuwa viable as far as business is concerned, lakini yeye ameonekana kuwa kwenye upande mwingine wa kusema okay, nitasema kile ambacho nataka kusema kama msanii ili niweze kutimiza majukumu yangu ya kisanaa ya kufikisha ujumbe kwa hadhira yangu. So nafikiri kitu muhimu pia kukimention tunapokuwa tunazungumzia Disaster Vina. Dhamira kuu ya wimbo huu wa Mbuzi ni kujiuliza upendo ni nini? Upendo maana yake ni nini hasa? Na kama nilivyokuambia kwamba Disaster ni msimuliaji mzuri, verse ya kwanza ni storytelling. Anasimulia story ya mfugaji mbuzi mmoja ambaye alimpenda sana mbuzi wake na alimpa chochote kile ambacho mbuzi alikuwa anakihitaji. Alikuwa anaweza kumtibu pale ambapo amepata magonjwa, anampa chakula, anampa maji usiku na mchana. Licha ya yeye mwenyewe kama mfugaji kuwa na rasilimali duni za kumwezesha kufanya hivyo, lakini alifanya juu chini kuhakikisha kwamba mbuzi wake anakuwa na afya bora. Kwa verse ya kwanza inaelezea hiyo story vizuri kabisa. Yaani amemfuga huyu mbuzi kiasi kwamba mpaka watu wengine wanamuonea wivu. Umeona? So licha ya kuwa kwamba alikuwa na hali duni kama mfugaji, lakini alifanya juu chini kuhakikisha kwamba mbuzi wake anaishi maisha mazuri ambayo yatamweka katika nafasi nzuri kiafya, kumhakikishia kwamba analala sehemu nzuri, anakula kwa wakati, yani kila kitu kiende sawa. Kwa hiyo mfugaji aliplay hiyo part na anaonyesha upendo wake dhahiri kwa huyu mbuzi ambaye anamfuga. Hiyo ndio verse ya kwanza ninachoelezea. Verse ya pili imejikita zaidi katika kujiuliza upendo ni nini? Yani upendo huu tunaofahamu ni kitu gani hasa? Upendo wa kila kitu, upendo wa mzazi kwa mtoto, upendo wa shabiki wa mpira kwa timu yake anayoshabikia, upendo wa hizi dini ambazo tunaziamini. Nini hasa maana ya upendo? Je, upendo ni muamala kwa maana ya kwamba is love transactional kwa maana ya nipe nikupe, kwamba je unampenda huyo unayempenda ili naye aje kukusaidia baadaye, unamfanyia wema ili baadaye naye aje kukusaidia? Je, upendo ni investment kama ambavyo mzazi anamlea mwanae mpaka anakuwa ili naye aje kumlea? Kwa hiyo ni swali la msingi sana ambalo anajiuliza kwamba upendo ni nini hasa? Is it transactional? Umeona? Kwa hiyo verse ya pili imejikita zaidi katika kuangalia swala hilo na anauliza maswali tofauti ya kujaribu kukuchallenge wewe kama msikilizaji kwamba hichi ambacho unadhani unakifahamu, pengine ukijiuliza maswali ya kifalsafa zaidi kukihusu kitu hicho, unajikuta kwamba unashindwa kusimama wapi. Upendo ni kitu gani hasa? Na anatoa mfano, anasema kwa mfano mtu ambaye unampenda, ukizungumzia kama boyfriend na girlfriend, kama unampenda girlfriend wako kwa mfano, si ndio? But girlfriend wako akaonekana anampenda mtu mwingine. Sasa kwa sababu unampenda yeye, je, utaruhusu akawe na huyo mtu mwingine? Si unajali furaha yake kwamba unampenda pasipokuwa na condition yoyote, si ndio? Kwa hiyo the thing ni kwamba kama ukimruhusu aende, pengine ndo unampenda kweli. Lakini kama hutataka aende kwa sababu unataka abaki na wewe, pengine huo upendo wako huko kwa ajili yako, yani kwa sababu zako binafsi na sio kwa sababu za huyo ambaye unadhani kwamba unampenda. Kwa hiyo umeona inapokuja kukuweka katika sehemu ambayo unashindwa kuelewa vizuri kwamba upendo ni kitu gani hasa. Verse ya tatu imejikita katika kuendeleza yale maswali ambayo aliyaanza toka verse ya pili, na anatoa mifano kama vipi kama ungepewa chance ya kuchagua wazazi wako, na wazazi kama kwa mfano wazazi wako ni maskini, je ungewachagua hao?
au ungechagua watu wengine ambao wako vizuri zaidi? Vipi kama wanandoa wangepewa second chance ya kuchagua watu wengine tena, au kuchukua nafasi ya kuchagua mke kwa mara ya pili au mume kwa mara ya pili? Je, wangechagua watu ambao wako nao sasa hivi au wangeenda njia nyingine? Kwa hiyo anazidisha maswali yale ambayo alianza kuanzia verse ya pili, ya kujaribu kukuchallenge kwamba hicho ambacho unadhani unakifahamu kuhusu upendo pengine kiko more complex kuliko wewe unavyodhani. Lakini mwisho wa verse hii anarudi kwenye verse ya kwanza, yule mfugaji ambaye alimuelezea kwamba alikuwa anampenda sana mbuzi wake. Ilipofika siku ya sikukuu akamchinja na wakamchoma nyama, which means walimla yule mbuzi ambaye alionekana akimjali kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo pia ina challenge kwamba huyu mfuga mbuzi sasa alikuwa anampenda kweli yule mbuzi, au alikuwa ana play part yake tu kwamba anafanya kama investment, kama uwekezaji fulani hivi kwamba okay, wewe kula tu vitu vyangu, ipo siku utarudisha hivyo vitu ambavyo nakufanyia. Umeona? Kwa hiyo inarudi pale pale kwenye swala la msingi kwamba upendo ni nini? Is love transactional? Umeona? Au love is supposed to be unconditional, kwamba umpende mtu regardless kwamba utapata kitu chochote kutoka kwake au hautapata kitu chochote kutoka kwake. Kwa hiyo ndo summary ya verse 3. Kama nilivyokuambia, wimbo hauna chorus. Kwa hiyo ndo summary ya verse 3 ambazo zinapatikana kwenye wimbo huu wa Mbuzi kutoka kwake Disaster Vina, kutoka katika album ya A Father Figure iliyotoka mwaka 2024. Itakuwa sio fair kama sitataja mistari ambayo naipenda kutoka kwenye wimbo huu, so hii segment itataja mistari ambayo ilinivutia zaidi kutoka kwenye wimbo huu. Kuna mstari mmoja ambao anauliza, je, ungekuwa hai kama kutoa mimba ingekuwa halali? Yani kama utoaji mimba ungekuwa halali, je, wewe ungekuwa hai? So anakurudisha pale pale kwenye swali la msingi kwamba okay, inawezekana atuachane nayo, this is too dark kuielezea, lakini you get the point, right? Kuna mstari mwingine anauliza, anasema kama mama yako angefariki na una dawa ya kusahau, je, ungemeza vidonge? Right? Yani kama umefiwa na mzazi wako, ya baba au mama, and then kuna mtu anakuambia kuna dawa, yani ukinywa hii dawa unasahau maumivu kabisa ya huyo mtu uliyempoteza. Je, ungekunywa hiyo dawa? Nafikiri ni swali pia la kifalsafa ambalo pia linalenga kuonyesha kwamba wakati mwingine tunaonyesha mapenzi yetu au tunaonyesha upendo wetu, especially kwa watu ambao wameshatangulia, kupitia haya majonzi au kupitia hii simanzi ambayo tunaisikia kwenye mioyo yetu. Kwa sababu kama tutasahau hayo majonzi au kama tutasahau hiyo simanzi, pengine tunaweza tukasahau hata ule upendo wetu kwa watu, au tutashindwa kuexpress upendo wetu kwa watu. Kwa hiyo huwezi kuimagine kitu ambacho huwezi kuimagine kwamba hata simanzi, kitu negative kama simanzi au majonzi kinaweza kikafanya kitu positive ndani yako, kwamba unasikia majonzi kumkumbuka mtu fulani, lakini that's the way you show your love to that person, especially kwa watu ambao wameshatangulia mbele ya haki. Kwa hiyo ni mstari ambao pia ulinivutia sana kwa namna ambavyo unakufanya ufikirie kitu ambacho pengine hujawahi kufikiria before. And this is probably my best line kwenye wimbo. Anasema, licha ya hizi nyimbo zinazofanya walie sana, washikaji walingoja niwe msanii ndo niwe mwana. Hili ni bonge moja la line bro, kwamba licha ya hizi nyimbo ambazo jamaa wakisikia wanasema wewe ni noma, zinafanya walie sana, lakini jamaa walingoja mpaka niwe msanii ndo niwe mwana. Pengine kabla hajakuwa msanii au kabla hajapata hili jina kwamba disaster, pengine washikaji hawakuonyesha love kama ambao wanamuonyesha sasa hivi, kwa sababu tayari ana kipaji, tayari ana kitu ambacho amekionyesha kwamba anaweza kakifanya kwenye jamii, so the love seem to be real sasa hivi. Lakini before hapo hakukuwa kuna love kama hiyo. Maana sasa tunarudi kwenye swali la msingi lile kwamba is love transactional? Just because now I have something that you like ndio unanionyesha upendo, right? So unarudi kwenye swali la msingi la wimbo kwamba upendo ni nini. This is a very dope bar. Mstari wa mwisho ambao niliupenda ni ule anauliza, je, upendo ni haja au matendo? Kwa mimi nilivyotafsiri ni kwamba is love a need or a practice? Kwa maana je, upendo ni kitu ambacho tunakihitaji kabisa kuweza kukifanya au kuonyesha kwa watu wengine, au is just a practice, yani it's just something that we do, kwamba okay, ni utamaduni kwamba watu wao wanafanya hivi na sisi tunafanya hivyo, au ni kitu ambacho kweli kama binadamu tunakihitaji ili tuweze kuexist, ili tuweze kuishi na watu wengine katika jamii zetu, katika familia zetu, au sio? Kwa ni mstari ambao pia nilidhani ulikuwa ni mstari mzuri sana. So hizo ndo bars chache ambazo nilizipenda zaidi, but the whole song is dope as far as writing is concerned. Ni hatari mzee. It's a very good song. Na napenda wimbo kwa sababu umechukua
vitu tofauti ambavyo huwa anavifanya kwenye nyimbo zake. Kuna storytelling kwenye verse ya kwanza, lakini kwenye verse ya pili na ya tatu kuna hiyo hayo maswali ya kifalsafa ambayo huwa anayapenda kutoka katika miradi ya huyu jamaa anayefahamika kama Disaster Vina. So kama ambavyo unaweza kuwa umeshapata picha mpaka sasa hivi, wimbo huu ni wimbo ambao unaweza ukaingia katika sehemu yoyote ile ya maisha, iwe katika familia, iwe katika sehemu ya kazi, iwe katika sehemu zetu za ibada, kwa sababu sehemu yoyote ambao watu wanaishi pamoja, wanashirikiana kufanya jambo fulani, kuna some sort of love, kuna upendo ambao huwa tunauelewa kwa namna ambavyo tunauelewa. Lakini baada ya kusikiza wimbo huu unaweza kukusaidia sasa wewe kujua kwamba okay, hiki ambacho nakionyesha kwa mtu mwingine, hiki ambacho nakiexpress, ambacho before nilikuwa nafikiri kwamba ni upendo, je, ni kweli au kuna maslahi binafsi katika hiki kitu ambacho nakifanya? Na katika kujiuliza swali hilo, nafikiri we can become better people, kwa maana ya kwamba tunaweza kuwa intentional zaidi katika vitu ambavyo tunavifanya, kwamba if I'm trying to show you love, basi iwe real, isiwe tu ni kitu ambacho nakifanya kama utamaduni, kwamba okay, watu wanafanya hivi, watu wanatoa zawadi, basi ngoja na mimi nitoe zawadi. You have to mean it, you have to real mean it, kwamba this is how I feel, na nakupa hii kwa sababu namaanisha hiki, sio kwa sababu ya kufuata tu ule utamaduni ambao watu wengi wao wanaofanya. So nafikiri wimbo ndo kazi yake, na nafikiri una apply katika every sphere of life. Kwa hiyo that's a good thing. Unafanya kitu ambacho kina impact kwa watu wengi ambao wanataka kusikiliza na kukielewa, I think it's a good thing. Yeah, so as far as uchambuzi wa wimbo nadhani tunaishia hapo, lakini hii ni segment ambayo huwa napenda kutoa song of the week, na for this week kwa sababu tunachambua wimbo huu wa Mbuzi, especially kwa watu ambao bado hawajausikiliza, huu ndio utakuwa song of the week kwa wiki hii. Naenda ukausikilize, na wale watu ambao wanatazama kupitia YouTube nitajitahidi kuweka link hapo chini ili uweze kwenda ukausikilize. Nadhani ameweka na lyrics zake, ukausome, ukauchambue, ukufanye ufikirie from angle ambayo hujawahi kufikiria before, na ukusaidie wewe to become a better person, au sio? So this is the song of the week, Mbuzi kutoka kwa Disaster Vina. Basi mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 75 ya Wanangu Podcast. I am your host Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time, peace.